sababu wapo ambao wanaitwa miungu lakini wapo mbinguni. Mbinguni ni wapi? Hivi mbinguni ni wapi? Mimi nawaulizaga hata nyie. Hivi mbinguni ni wapi? Juu. Juu wapi? Hapa kwenye bati. Yaani ukipanda tu juu ya hili bati huko mbinguni. Mbinguni si ni juu? Kwenye mawingu. Kwa hiyo hizi ndege zinazopitaga juu ya mawingu ziko wapi? Ziko mbinguni. Basi bana, mimi niliwahi kupanda ndege, nikaruka na mawingu, nikawa juu ya mawingu. Mawingu nikawa nayaona juu. Kumbe nilikuwa mbinguni siku hiyo. Mbinguni ni wapi? Mbinguni hapajulikani. Lakini mbinguni pako ndani yangu ama pako ndani yako. Kwa sababu kuna wataalamu huwa wanaenda juu. Mwezi uko wapi? Si uko huko juu? Kuna wanaanga huwa wanaruka na maroketi, wanaenda mpaka juu kwenye mwezi na wanatua kwenye mwezi pale. Wanakuwa wamefika mbinguni. Na kwa taarifa yako sasa, wakiwa kwenye mwezi, wakiwa hapo kwenye mwezi wanatembea, hivi wanatembea, huwa wanaiona hii dunia ambayo wewe unasema iko huko juu, huwa nao wanaiona iko juu. Huwa wanaiona ni sayari iko juu. Sasa juu kama ni kule, na wanasayansi wanaenda kwenye mwezi nao wanaiona tena dunia ni juu, iko juu. Juu ni wapi? Sasa mbinguni hapajulikani. Lakini hata kuzimu ambako shetani yupo huwa hapajulikani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Paulo anatuambia sasa, ijapokuwa kuna miungu, wapo miungu ama mbinguni ama duniani, wapo. Kama wana cheo cha miungu, maana yake huwa wanaabudiwa, huwa wanaheshimiwa. Na kama wako duniani, huwa wanaishi wapi? Kama wapo hii dunia, hawa ambao wanaitwa miungu huwa wanaishi wapi? Ndio kile sasa ninachokuonyesha. Shetani ametengeneza mazingira ya watu kuabudu vitu ambavyo kwa ukweli sio Mungu, ni miungu, lakini ni miungu ambayo imechongwa, imetengenezwa. Unapoenda kwenye kale kapicha, unaanza kuinama, maana yake unakapa heshima ambayo ulitakiwa umpe Mungu aliyeumba mbingu na nchi, lakini unakapa heshima kale kapicha. Sasa ukianza kukatolea heshima kale kapicha, unakuwa unamkasirisha Mungu, maana anayestahili kuabudiwa ni Mungu peke yake. Na anayestahili kupewa heshima ya Bwana ni Yesu peke yake. Hakuna mwingine anayeweza kupewa heshima ya ubwana isipokuwa Yesu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa ukiona kumechongwa kitu kamewekwa hapa, alafu watu wanakainamia, kumbuka kwamba ni hili somo ninalokufundisha, hiyo ni ashera ambayo imetengenezwa na watu ili ipate heshima, lakini ukweli haistahili. Amen. Amen. Kwa hiyo wapo wanaoitwa Mungu, lakini ni wamechongwa. Ila shetani anachokifanya kwenye hiyo picha au kwenye hako kakitu kalikochongwa, huwa kuna uvuvio wa nafsi fulani fulani inakaa ndani ya hako. Ndio maana unaona mpaka watu wenye heshima zao waliosoma wanaenda kukaongelesha. Hakaongei, lakini wanakaongelesha.
Yaani watu wamesoma mpaka vidudu, wanaenda kuongelesha kitu akiongei. Kwa nini? Hicho kitu huwa kinavuviwa. Na ndio maana kitu atakachokifanya shetani huko mbele, wakati mpinga Kristo ameanza kufanya kazi duniani, atafanya miujiza. Atakuwa na miujiza. Ngoja nikuonyeshe. Kwa hiyo vitu vya kuchongwa chongwa ambavyo vinahusishwa na kwenye ibada huwa tunaviita ni ashera. Ukisoma katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, Ufunuo wa Yohana Ufunuo wa Yohana anasema hivi. Ufunuo wa Yohana 20:21 inasema sema hivi. Bali waoga na wasioamini na wachukizao na wauaji na wazinzi na wachawi na hao waabuduo sanamu kama zile tulizokuwa tunaziabudu kabla hatujaokoka, tukiwa kule Katoliki, tukiwa na makanisa mengine. Maadamu tulikuwa tunaabudu sanamu na waongo wote. Kwa mfano, yani kama wewe ni muongo, sehemu yao ni katika lile ziwa liwakalo moto. Yani wewe muongo unatoka nyumba moja kwenda nyumba nyingine kupeleka uongo, na wanaoabudu sanamu hizo picha watakusanywa wote, alafu watapelekwa wapi? Ziwa liwakalo moto na kiberiti. Watatupwa katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Hii ndiyo mauti ya pili. Baada ya ile ya kwanza ambayo ulikufa tukakuzika hapa. Maana mwanadamu ana mauti mbili. Mauti ya kwanza ni ya kutoka kwenye huu mwili, wakati ambapo siku zangu mimi za kukaa kwenye hili jumba zitaisha. Nikichomoka tayari hiyo ni mauti, lakini ni mauti ya kwanza. Maana yake inaitwa mauti kwa sababu nimetengana na mwili. Sasa kuna mauti ya pili ambayo yenyewe ni ya kutupwa. Sasa wanadamu wasiomwamini Kristo, wanadamu waliokuwa na inama kwa Maria, na wakati wao nikwambie, hata Maria hataonekana. Hata siku hiyo utasema Mungu, Yesu, ngoja nikwambie Yesu, ngoja tulia Yesu. Unajua mimi nilikuwa naenda pale kanisani na mkuta bikira naongea naye. Hivi Yesu, bikira si ndio alikuwa mama yako? Nasema yeye alikuwa mama yangu. Hebu niitie, atagoma. Atasema sikuwa mimi. Maana mimi sijawahi kupigwa picha. Bwana Yesu asifiwe. Hata ukiziangalia zile picha, kuna kengine kana mara
kamewekewa kama kakofia, kuna kengine kamefanya hivi, kuna kengine kamefanya sijui. Yaani huyo mtu mmoja alikia na mbwembwe zake. Atakataa. Sasema mimi hapana, sio mimi. Sio mimi. Sasa anasema na wanaoabudu sanamu watatupwa wote kwenye ziwa la moto liwakalo moto na kiberiti. Sasa